baada ya siku 100 mchakato wa katiba mpya utaanza. Sasa mimi nawauliza, tangu tuapishwe mwezi wa 11 mwaka jana mpaka leo imepita miezi mingapi? Miezi 7 ama 8, au sio? Miezi 8. Mchakato wa katiba umeanza? Haujaanza. Lakini nyinyi mkiwa watu wa kuridhika kwa maneno mepesi, mtamsikiliza Waziri Homera kwa kile alichokisema juu ya katiba. Anasema CCM imeweka kwenye ilani yake ahadi ya katiba mpya, lakini ukweli ni kwamba CCM haitaki katiba mpya hata kidogo. Katiba mpya inaitisha CCM. CCM ikisikia neno katiba mpya huwa inaona kama itaondoka madarakani, na mara zote kazi ya CCM ni kuhujumu mchakato wa katiba mpya. Wamefanya kazi hiyo tangu ilivyopendekezwa na tume ya Jaji Nyalali miaka ya 90. Hivi sasa wamebuni mbinu mpya. Wameona tukiipinga katiba mpya, kwa sababu Watanzania wanataka katiba mpya, tutakwama. Mbinu mpya walioamua kuja nayo, wameamua na wao wajifanye wanaitaka katiba mpya, kama mbinu ya kuihujumu, kuchelewesha michakato, kuchelewesha taratibu. CCM tunawakumbusha, haitoshi tu kusema kwamba na wao katiba mpya ni ajenda yao. Kuna kisa kizuri sana cha Nabii Suleiman na hekima zake. Wanawake wawili walikuwa wanagombea mtoto, au sio? Nabii Suleimani akasema huyu tumchinje. Mmoja akafurahia, bora tukose wote. Mwingine ikawa machozi ya kusaga na meno. Sasa huyu ndio mwenye mtoto. Hauwi na mtoto kwa sababu unamgombania, unamweka kwenye ilani. Mtoto ni wako kwa sababu anakutia uchungu, kwa sababu unampenda, kwa sababu unamlea, kwa sababu unamkubali. Ndio mtoto anakuwa wako, au sio? Lakini CCM yenyewe imeng'ang'ania kusema katiba ni ajenda yetu, lakini kwanza hawataki imalizike mapema. Mtoto wao huyo wanamtaka hivyo, wanamtaka. Mwaka unataka kuisha huu, hakuna mchakato wote wa maana umeanza wa katiba mpya, na tusipokuwa makini na mwakani itapita hivyo hivyo. Tumetoka kwenye bunge la bajeti, hakuna shilingi hata moja imetengwa kwa mchakato wa katiba mpya. Ni wajibu wa vijana wa ACT Wazalendo kuongoza mapambano ya kuidai katiba mpya, na nawaambia mkiamua, inawezekana tutapata katiba mpya. Na hii reasoning, huku kujihoji na kuhoji watu, kunapaswa kuwa ndio utamaduni wetu. Nitawapa mfano mwingine. Waziri wa mambo ya ndani, tena ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ametangaza kwamba anatoa agizo kwa IGP, Inspector General wa Jeshi la Polisi, kwamba kuanzia sasa mikutano ya hadhara marufuku. Nyinyi mnakubaliana na agizo hilo? Lakini vijana wa ACT hawapasi kusema tu hapana, lazima uwe na hoja. Hizo hoja ukizitoa, hata Katambi mwenyewe aseme kwa kweli hapa nimezidiwa hoja. Tamko la Katambi, waziri wa mambo ya ndani, limevunja katiba, limevunja sheria, limevunja utaratibu. Na mimi nitawapa hoja angalau 5, ziko nyingi, hata wakitaka 10 au 20, za kuonyesha tamko lile ni kinyume cha katiba, ni kinyume cha sheria, ni kinyume cha utaratibu. Hoja ya kwanza, hoja ile haikutolewa sawasawa ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yaani haikufuata utaratibu wa bunge. Hoja ile ilitolewa kama kuomba mwongozo na mbunge wa Dodoma mjini. Mbunge akiomba mwongozo, spika anatoa mwongozo.
lakini mbunge ameomba muongozo. Spika amempa nafasi waziri wa mambo ya ndani aeleze. Huyu aliomba muongozo kwamba kuna maandamano yanakuja tarehe 7 mwezi wa 7. Hali ikoje? Spika, kiti kinatuongozaje? Lakini waziri wa mambo ya ndani akatumia fursa hiyo kutoa katazo la mikutano ya hadhara, katazo la maandamano. Kama kungekuwa na hoja ya serikali, ingeletwa kama kauli ya serikali. Kwa hiyo hoja ya kwanza ni kwamba suala hili alikufuata taratibu za kibunge. Mnanielewa? Hoja ya kwanza hii, yaani jinsi ilivyoingia bungeni haikufuata utaratibu, na jambo lisilofuata utaratibu linakuwa ni jambo batili. Amri halali lazima iwe amri halali kisheria na itolewe kwenye jukwaa halali kwa utaratibu halali. Amri ile inapaswa kupuuzwa kwa sababu ni amri batili iliyotolewa kwenye jukwaa bila kufuata utaratibu, ikapita njia batili. Hoja ya kwanza. Hoja ya pili, anasema IGP asitoe vibali vya mikutano ya hadhara. Tanzania hatuna vibali vya mikutano ya hadhara. Sisi tunatoa taarifa ya kufanya mikutano ya hadhara, na taarifa hiyo tunatoa kwa mkuu wa polisi katika ngazi ya wilaya, OCD, na sio vinginevyo. Ndio sheria inavyosema. Kwa hiyo anamwagiza IGP, IGP hana mamlaka hayo, na yeye hana mamlaka ya kumwagiza IGP. Udhaifu wa pili, sio vibali, ni taarifa, na hili jambo liliwahi kuwekewa msingi na mahakama kwenye kesi ya mchungaji Mtikila. Udhaifu wa tatu, madai ambayo serikali inayatoa, ambayo ameyasema waziri Katambi na nimemsikia waziri mkuu anayasema mara kwa mara, kwa maoni yangu mimi ni madai baseless, hayana msingi. Hatuwezi tukalala tukaamka tunasikia waziri mkuu anasema kuna watu wamejipanga na mabomu wanataka kulipua kwenye mikutano, wana risasi wanataka kulipua kwenye mikutano. Hatuwezi kuwa na taifa la namna hiyo ambalo mtu yoyote akilala akiamka anazusha jambo lake. Hayo ni masuala ya kiusalama, mambo ya kipolisi yathibitishwe. Mpaka sasa hatujaona ushahidi wowote, yanabaki kuwa maneno tu, na tunao uzoefu wa nyuma. Maneno haya yanasemwa tu. Waziri wa mambo ya ndani anaweza akaja akasema kwamba kuna tishio la usalama hapa, mikutano ya hadhara marufuku. Inapaswa kuwa hoja ya msingi, lazima itolewe kuwa ni hoja ya msingi, tuione wote kwamba hapa kuna kitisho cha usalama katika mkutano. Udhaifu mwingine, waziri wa mambo ya ndani anaweka kana kwamba nchi ipo katika hali ya hatari, lakini tamko la hali ya hatari linatolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria. Huo nao ni udhaifu. Udhaifu mwingine, sio IGP, sio waziri wa mambo ya ndani, wote hawa hawana nafasi katika mchakato wa kuregulate mikutano ya hadhara. Na kama kuna shida ya kiusalama katika mkutano fulani, unapaswa kuwa mkutano maalumu ulioombewa, uliotolewa taarifa. Sasa haya mambo vijana mnapaswa kuyaelewa, mnanielewa vizuri msingi wa kisheria na udhaifu. Kwa hiyo mnapaswa kuipigania demokrasia. La pili, wateteeni vijana wa nchi. Na kazi ya kwanza ambayo ngome ya vijana kwa kweli mnajitahidi kuifanya ni kutetea haki ya elimu bure kuanzia chekechea mpaka chuo kikuu. Hii habari ya huyu asilimia fulani, huyu asilimia fulani kwenye mikopo haikubaliki. Tunataka uwe ni msimamo wetu na tupambane juu yake, ni kwamba elimu iwe bure kuanzia chekechea mpaka chuo kikuu. Na tukiamua kwa utajiri wa nchi inawezekana, ndugu zangu. Sio fedha zinaishia kwa mafisadi wachache wanakula fedha alafu vijana mnasumbuliwa. Tunataka tupiganie ajira. Ngome ya vijana
tupambanie ajira, serikali iajiri walimu. Kuna uhaba mkubwa wa walimu, kuna uhaba mkubwa wa madaktari, kuna uhaba mkubwa wa taaluma mbalimbali na wajiajiri. Tunachokitoa wabunge, mbona sisi hatujajiajiri? Ulizeni maswali magumu. Mbona mawaziri wenyewe waambizani wajiajiri? Si wanalipwa kwa kodi zetu, au sio? Tunataka hoja ya watu wajiajiri iendane na kuwawekea mazingira mazuri vijana. Na